Kwa majina mimi naitwa Kennedy Langat. Na ninarudia hivyo kwa sababu jina ni muhimu katika siasa. Wakati tafika kwenye ballot, ile kitu tutapatana nayo ni jina, si ni ukweli? So nashukuru sana kwamba mshashika jina. Kwa majina ni Kennedy Langat. Na mimi ni mkazi wa Nakuru Town West. Ni kijana na ni kijana kwa namna zote. Saa zingine watu wananiambia wewe na hizi mambo zote vile unakimbia vile tunasikia uko State House, sijui uko Parliament kesho, sijui umeongea, sijui umesema ukweli kuhusu Harama, wewe hujaogopa kusema, wewe ni kijana kweli? Saa zingine wananiuliza, wewe bwana. Lakini wacha niwaeleze nikiwa na nyinyi kwamba kulingana na kitambulisho bado miaka haijafika 35 ile ambayo unakuwa umeondokea kuwa kijana. Na kwa hali zote jinsi mnavyoona naweza nikarotate muone kwamba mimi ni kijana kweli, si ni kweli? Kwa njia zote. Lakini pia sio ujana tu kwa miaka na ujana kwa mwili. Akili ni za kupewa na Mungu, si ndio? Unaweza kuwa mzee wa 90 years na ukuwe mjinga, si ni ukweli? So sio kila mzee ambaye akizungumza eti lazima sasa kwa sababu ya uzee, kwa sababu ya mvi, eti wao ndio lazima watuongoze. Unaweza kuwa kijana na ukawa na hekima, si ni ukweli? So mimi nitawapea historia yangu kidogo ili ndio wale ambao labda hawajanijua kwa muda mrefu waweze kunijua. Nikiwapa historia kidogo briefly. Mimi nikizaliwa nikaitwa jina Kennedy. Nilikuwa nafaa kuitwa Kenneth kwa sababu mzazi wangu alikuwa ni mtu wa karibu sana na Kenneth Matiba. Kenneth Matiba mlimsikia? Ambaye aliongoza mageuzi ya Kenya, ambaye alibadilisha katiba yetu akiwa ameshirikiana na kina Raila na wengine, wakabadilisha ili nchi yetu iwe na multipartyism. Na akafinywa, akafanywa mambo mabaya, hata akakuwa mgonjwa kwa sababu ya ile maneno ambayo alifanywa na serikali ya hiyo wakati. Lakini hakuogopa. Aliweza kusimama na akapigania haki zetu. Mpaka saa hizi tuko na DNA. Hatungekuwa na chama DNA kama hungekuwa na multipartyism, si ni ukweli? Hiyo wakati tulikuwa na chama moja. Ilikuwa inaitwa Baba na Mama. Ilikuwa inaitwa nini? KANU. Baba na Mama ilikuwa KANU. Hakukuwa na chama ingine. Lakini kwa sababu ya wengine pamoja na Kenneth Matiba tukaweza kupata uhuru wa chama. Na sasa mimi najivunia kwamba nimepewa jina kutokana na yule ambaye alipigania uhuru wetu. Nashukuru sana. Na uongozi haikuanzia tu kwa jina peke yake. Mimi nikifungua macho hivi, baba yangu alikuwa kiongozi. Alikuwa kansela wa nyakati zile, na kansela yeye wakati alikuwa anasimamia ni kama MCA kwa sasa, lakini MCA sasa hivi anasimamia mahali padogo. Sasa hivi unasikia Kaptembwa ni kidogo sana kwa MCA wakati huo. Wakati wa kansela alikuwa anasimamia kama the whole constituency. So nashukuru Mungu kwa hayo, na majaliwa ya Mungu wakati niliingia university. Nikiwa nimeingia tu hivi kukanyaga university. First year, mnasikianga mtu anaitwa fresher. Kwa high school anaitwa mono. Tumesikia mono. Nikaingia kama huyo mono na nikawa kiongozi wa university mzima. Nikiwa wapi? First year. Kama nimeingia tu. Na naamini hiyo yote sio coincidence. Mtu anaweza sema sijui kama haikuwa bahati, kwa sababu wanafunzi ambao walikuwa hapo ni maelfu na niliweza kuongoza. Na ninashukuru Mungu kwa hiyo. Sijakuja kupiga kifua. Mtu asija akasema amekuja kutuambia vile yeye alizaliwa sijui ni mtoto wa kansela, sijui yeye alizaliwa akaitwa aje. Sijakuja kuwapigia kifua. Lakini si lazima mtu ajieleze ndio muweze kuelewa wakati mnazungumza huko nje. Wakati unanitetea, wakati mtu anakuuliza na huyu Langat unatetea ni nani? Unaweza mueleza kwamba huyu jamaa sio ati ameanza jana. Usimuone ni kijana ukafikiria amekuja kujifunza, ati amekuja kujifunza uongozi. Uongozi mtu anazaliwa nayo, mtu anapatiwa na Mungu, na tayari nimekuwa na mfano hapo nje ambayo tayari nimeongoza. Sasa huyu kijana wakati alimaliza shule, kwanza shuleni nataka niwaeleze kwamba mimi nimepitia mambo magumu. Mtu anaweza akaona pia akasema huyo ni mtoto wa matajiri. University nimeweza kujisomesha. Nimeingia university, nimelipiwa kidogo, nimeanza biashara. Mimi ni mwanabiashara na kuna video zingine ambazo nimerelease. Nikiwa form 3 nilikuwa mwanabiashara.
Form 3 nikiwa ndani ya shule boarding. Nje ya shule niko na mama wa watoto watatu ambaye nilikuwa nimempea kazi. Na nilimpa kazi aje na sio ngumu. Inawezekana hata sisi tukajiandika na tukaandika watu wengine. Mimi kazi yangu mostly wanapenda kuencourage watu kwa biashara. Na ninaomba kwamba nyinyi pia muwe watu wa biashara kwa sababu serikali yenyewe haijawezana kutuandika na haiwezani, si ni ukweli? Inaweza andika Wakenya wote. Haiwezekani. Ile percentage ya Wakenya ambao wameandikwa ni wachache sana. Na haiwezekani serikali kutuandika. So mimi hizi maneno nawaambia kuhusu mambo ya biashara na nini, sio kujigamba. Tafadhalini. Mtu asitoke hapa akasema yeye alisema hivi na hivi ili kutuonyesha ati sasa yeye ni nani. Saa zingine unajua watu wanachukulia, unajua ukiwa umesimama na kufanya vitu yako saa zingine watu wanaona ni kama wewe unajigamba. Lakini kwa unyenyekevu mimi nawaambia hivi. Hiyo form 3 shilingi 400 ambayo ilikuwa ni pocket money. Nilinunulia mama nje ya shule, nikamnunulia unga ngano kutumia shilingi 120. Hiyo ndio ilikuwa bei ya unga hiyo wakati, unga ngano. Sijui kwa sasa ni shilingi ngapi. Sukari nikanunua nusu kilo ambayo ilikuwa 60 shillings. Nikanunua mafuta ya mboga ambayo ilikuwa inaitwa chipsi. Nikanunua na shilingi 60. Nikanunua baking powder. Hiyo pesa haikuisha. Kitu nakumbuka sikununua ni sukari. Chumvi. Nikamwambia chumvi nyumbani kwa sababu ni kwa nyanya yangu, nikamwambia hapo mtajipanga. Chumvi haiwezi kosa nyumbani. Na nikaanza biashara, niko shule, ananiletea nini? Mandazi. Nauzia wanafunzi wenzangu. Nikaweza kusurvive. Kumaliza university kama nimefanya biashara nikiwa form 3. Wacha nisiwaambie ya class 5 nilienda kuuza soda wakati wa michezo. Wakati vijana tumekusanyika mashule kukimbia kushindana, nikawaletea nini? Nikaitisha mzazi, nipatie kreti moja, nikauza biashara. So kwanza ninataka kuwahimiza kwamba sisi wenyewe tunaweza tukaandikana, sisi wenyewe tunaweza badilisha nchi yetu. Unaweza ukawa employer vile tuko hivi kwa pesa kidogo ile ambayo uko nayo. So mimi nataka kuwahimiza kwamba tubadilishe nchi yetu sisi wenyewe. Juzi nimezungumza kwenye televisheni. Kwenye televisheni watu wanasema sijui watu wanapenda kitu kidogo eti ndio waweze kupiga kura. Na wakasema ili tubadilishe eti lazima tukue na ati viongozi ndio wakuje watubadilishie. Tutangojea viongozi watubadilishe? Ni nani wengi kati ya sisi na viongozi? Sisi. MCAs Kenya mzima mnajua ni wangapi? MCAs Kenya mzima wakusanywe hapa ni 1500. Nao ndio wengi. MPs 290 ongezea nominated na nini. Yaani viongozi wote tuongeze mpaka president na MCAs wote na MPs na nini, hawajai 3000 Kenya hii. Ni kina nani watabadilisha Kenya? Sisi. Au viongozi 3000 ama sisi 55 million? Sisi ndio wengi. Vile tumekaa hivi, MCAs wote wa Nakuru County hawatoshei hivi. Wakikusanywa hapa ni wachache kutuliko. Nani watabadilisha Nakuru? MCAs wa Nakuru Town West ni wangapi? 6. Hao watu 6 ndio watatubadilishia nchi ama ni sisi? So inafaa sisi tuchukue jukumu. Kama ni kazi hatuna, sisi tunachukua jukumu wenyewe. Na inafaa vijana wenyewe ambao tunajua ukosefu wa kazi. Mimi mwenyewe sijawahi kuajiriwa dunia hii. Sijawahi kupewa kazi kwa sababu, lakini nimejituma, tumefika mahali hata nimeweza kuandika vijana wenzangu. Na ikiwezekana kama kila mmoja wetu atafanya kazi kama hiyo, tutakuwa tumebadilisha nchi yetu. So hiyo ni historia kidogo kuhusu Kennedy Langat. Nimewatajia kuhusu uongozi, nimewatajia kuhusu biashara, kuhusu kufanya kujituma. Hii kuomba kura pia nimejituma. Na nimeanza tayari. Na ndio hii nimekutana na nyinyi. Na niko tayari bado kujituma zaidi. Sio mwisho, si ni mwanzo. Na kwanza nataka mjipigie makofi. Hii ndio mkutano ya kwanza. Hebu jipigieni makofi. Ofisi ya hapa ya DNA na wanachama wa DNA ndio watu wa kwanza ambao nimekutana nao. Divas, nimekutana na nyinyi kama watu wa kwanza. Nimetembea labda kuna mchango, kuna mazishi, kuna harusi, kuna nini nikazungumza. Si ni ukweli? Nimezungumza kwenye televisheni. Last week nimekuwa karibu TV zote. KTN, K24, sijui kama kuna wale ambao waliona. Kuna wale wamekuwa wakiona mtandao. Na sikuogopa. Na sasa
Mmejipigia makofi kwa sababu ni nyinyi wa kwanza nimepatana na wao ili kuzungumza mambo ya siasa na kujieleza. Na ninashukuru Mungu na nitatembea na nyinyi mpaka mwisho. DNA. My voice, my power. DNA. My voice, my power. My voice, my power. DNA. Nataka niwaongeze jambo lingine kwamba sisi, na wacha niwaambie, mimi kwanza niko kwenye mrengo wa 2 term. Wacha nisifiche kwa sababu kwa siasa lazima mtu ajiseme ukweli mahali yako. Si ni ukweli? Hauwezi ukaa kwa fence ati unakaa katikati. Wewe uko pande hii. So mimi kwa presidency na ninaomba support yenu. Na ninajua DNA iko katika 2 term. Si ni ukweli? Kwa hivyo nikisema DNA pia tunaweza sema 2 term kwa president. Si ni sawa? Na lazima tuonyeshe support yetu. Na wakati tunaelekea 2027 ni vizuri tukuwe na msimamo. Kwanza number 1, tusimame tuseme kwamba presidency ni 2 term. Tuko na presidency, ni kweli? Haya, sitazungumzia mengi zaidi. Nataka tuongelee president kwanza, tukubaliane kwamba ni 2 term. Na kuna kitu ambayo inasema hii. Adui ya rafiki yangu. Wewe ni rafiki yangu na ule ni adui ya rafiki yangu. Ule bado atakuwa rafiki yangu na ni adui ya rafiki yangu. Wewe ni rafiki yangu kabisa ama wewe ni ndugu yangu. Alafu ule anataka kumaliza ndugu yangu. Yule ni rafiki yangu kweli? Haiwezekani, si ni kweli? Aya. Sasa inafaa katika siasa tunakuwa na msimamo kama huu. Ili hata president anaposhuka saa hii, akikuja Nakuru Town West, tunamkaribisha ama tunamfukuza? Tunamkaribisha. Kuna viongozi ambao wamejitolea katika Nakuru Town West hii. Wanataka kutupigia president. Wanasema president afai, sijui lazima tuende wapi. Tutasimama na president ama tutapigana na president? Lazima tusimame na president, si ni kweli? So mimi nimedeclare kwamba support yangu iko fully kwa president. Hiyo hatubagain. Now let's talk about Nakuru Town West. Nakuru Town West ninaomba ili tuweze kurali kubadilisha Nakuru Town West. Na kuna msemo moja inasema huko kwetu, mimi nikiwa mdogo nikaambiwa hivi. Eti kuna mtu ambaye alizaliwa akiwa kipofu. Alizaliwa akiwa nini? Kipofu. Haoni, hajawahi ona maisha yake yote. Siku moja akafunguliwa macho. Kitu ya kwanza aliona ni punda. Kitu ya kwanza aliona nini? Punda. Kufunguliwa macho, akaona punda na akarudi kuwa kipofu. Huyo mtu alikuwa akiulizwa, anaambiwa hakuwa ameoa. Anaambiwa kuna msichana hapa mrembo, unajua huyo mwenye mmeongea naye si anasikia sauti tu. Anaambiwa msichana ni mrembo. Unajua alikuwa anauliza aje? Kama punda. Ni kwa nini anauliza hivyo? Kwa sababu ile kitu ambayo na maishani mwake ni nini? Punda. Nakuru Town West is a constituency ambayo ilianzishwa na mbunge akaingia ni nani wa sasa, si ndio? Na amekuwa mbunge kwa hiyo muda yote. Inawezekana kwamba sisi ambao tumeona mbunge mmoja Nakuru Town West tukafikiria kwamba huyo ndio mambo yote. Kwa sababu huyo ndio tumeona peke yake, si ni ukweli? Wengine walimaliza shule hapa akiwa bado yeye ndio mbunge. Wakaona mtu akitembea na goons. Eti goons ndio lazima, ati ndio kura ipigwe lazima mtu akuwe na goons. Mtu akaona watu wakiwa hawaandikwi kazi, hawapewi kazi. Mtu akaona kwamba ile kitu ambayo inafanyika Nakuru Town West ni kabasari tu kanatoleangwa. Shule zetu nazo ndio za mwisho Nakuru County. Mnajua Nakuru County mkitafuta shule ile ya mwisho, shule za mwisho kwa kuanguka mtihani, mnajua zinatoka wapi? Nakuru Town West. Na tunaweza tukua tunaona kwa sababu ule ndio tumezoea. Kwa sababu huyo ndio tumezoea, tunaona ni kama huyo peke yake ndio anaweza. Mpaka wengine wanasema ati yule ambaye atamtoa hajazaliwa. Nataka museme kwamba, mjue kwamba yule ambaye anamtoa alishazaliwa na anaitwa Kennedy.
So hiyo wakati yule punda ambayo tulifunguliwa macho na tukaona, wacha niwaambie ndugu zanguni, 2027 tumefunguka macho. Sio punda tena ndio the most beautiful thing. Tumeelewa tofauti, tumeweza kufunguka macho. Si ni ukweli? Na ninaomba support yenu sana wakati tunapoenda mbele. Na saa zingine tumezoea tena kitu kingine ambayo haiwezi katutatulia shida zetu. Tumezoea kwamba wakati wa siasa kiongozi anakuja, yule ambaye anavai anakuja na pesa, anasema oh, hii na hii na hii. Ile kitu ambayo mimi najua na hata nyinyi mnajua ni kwamba ni nini napiga kura, ni pesa ama ni mtu? Ni mtu. Ile kitu unahitaji. Sijawahi kuona tangu nizaliwe kura ikipigwa nikaona mtu akienda kwa ballot akaingisha pesa eti ndio hizo 20,000 hiyo ni kura yangu. Kitu inaingishwa hapo ni kura peke yake, si ndio? Na ndio upige ile kura ni ID na kura yako, si ni kweli? So 2027, wacha niwaambie ukweli ndugu zanguni, dada zanguni. Tukisema tupige kura kulingana na pesa, yule ambaye amekuwa akipromote goonism, ambaye amekuwa akiweka vijana wetu kuwa goons, mpaka analazimisha watu kusema 4 term, kusema nini, eti unapigwa kiboko kwa sababu hausupport mtu fulani. Hiyo ndio siasa tunataka? Hivyo ndio tutaishi? So wakati tunaelekea hapo mbele, mimi nitawapatia sera ya vile tafanya kazi. Wengine wananiuliza eti kama yule ambaye ako kwa kiti ndio sera yangu. Haijafika wakati wa kutoa sera. Kwanza ni tuuze jina. Nashukuru sana tayari mko na jina. La pili ni kwamba tujue kwamba Nakuru Town West sio mtu mmoja ambaye anaweza ongoza mpaka akakufa. Hapa sio Uganda. Ama ni Uganda tuko? Hapa si Uganda. Museveni hayuko hapa. Na Museveni hakaribishwi hapa. Hapa kwetu tunabadilisha uongozi. Wacha niwaambie uzuri ya kubadilisha uongozi. Kila binadamu ako na uzuri wake, si ni kweli? Na kila binadamu ako na ubaya wake. Ikiwa kiongozi fulani anafikiria jambo moja, kwamba mtu akikufa ndio ataleta jeneza, na hata tibu huyo mtu, wakati atakuwa mgonjwa hata tibu, atangoja alete jeneza. Tutakuwa tunangoja kila wakati tukufe ndio tupewe jeneza? So kiongozi mwingine, nikiingia kwenye uongozi, mpango yangu sio kutoa jeneza peke yake. Mambo ni mengi ambayo tunaweza fanya. Si tunahitaji kazi saa hizi tukiwa bado hai. So mimi sitaki kuwachosha kwa maneno mengi, kwa sababu ya muda, kwa sababu ya uvumilivu ile mmekuwa nayo. Mimi nataka kuwaomba kwamba wakati tunatoka hapa siku ya leo, muwe na jina moja kwenye mdomo, Kennedy Langat. Ninaomba support yenu kwa ground. Niko tayari kuchapa kazi. Mimi ni mchapa kazi na miaka tayari inanikubalia kuchapa kazi. Kwa sasa mkiniambia saa 8 ya usiku enda parliament, fanya jambo, zungumza kwa hili jambo, niko tayari. Na ile kitu ambayo iko ni hii. Wacha niwaeleze. Saa zingine watu wanaweza confuse kidogo. Kazi ya MP nikiuliza kwa sasa, watu wanaweza niambia ni kupeana basari. Watu wanaweza sema kazi ya MP ni kupeana basari. Wacha niwaambie dada zanguni, kazi ya MP sio kupeana basari. Hata wakati wa kupeana basari hata hafai kuwa hapo. Hata wakati wa kuchagua ni nani na nani na kupeana basari form hafai kuwa hapo. Mnanielewa? Kazi ya MP sio kupeana basari. Basari ni pesa ambazo zinakuja kwa CDF na kila constituency inapata. Niwaulize swali. Wakati Mbeere hakukuwa na mbunge, mnataka kuniambia basari haikupeanwa? Si ilipeanwa? So kukuwe na mbunge kusiwe na mbunge, basari lazima ipeanwe. So ukiwa unaona eti sasa mbunge eti huwa ananipea basari, basari kwanza ni haki ya nani?
Haki yetu. Basari ni haki yetu. Na inafaa saa zingine mimi naita media kukondem ile mambo ya kutusi wazazi eti wakati wa kupeana basari. Mzazi mwingine anasema mimi naogopa kukuja kwa media kwa sababu nimeomba basari. Inafaa namna hii. Wakati tunaimba Kennedy Langat na unahitaji basari. In fact niambie mimi nimeomba basari na mimi nakusupport. Enda hiyo siku na kamera. Mwambie Muhesh, mimi sikusupport lakini nataka nini? Basari. Kwa sababu ni haki yetu, si ndio? Na mtu anakuambia eti akurecord na tunataka tuone haki. Nataka wakati mna apply next time basari. Nataka muniambie. Niambie mimi nimeapply basari, mtoto wangu wako shule fulani na tunataka hii basari lakini mimi huwa simsupport. Tuone. Tuende pamoja. Tuandamane. Tuende tuone kama atatunyima basari kwa sababu atumsupport. Kwa sababu hiyo ofisi sio ya mtu. Saa zingine mnasikia ati ofisi ya fulani. Ofisi si ya mtu. Hiyo ofisi ni pesa zetu imejenga. Hiyo shamba ni pesa zetu imenunua. So tunahitaji hiyo haki. Basari ni haki yetu. So going to 2027 nataka tusiwe na uoga, tuweze kujitokeza. Kama mtu haja create employment. Sisi tunahitaji kazi. Wangapi wameandikwa hapa? Wangapi wampata kazi kutokana na ofisi ya CDF? Wangapi wameandikwa? Tuko na kazi. We need employment. And we need employment, we need change, and it is as soon as possible. We want that change as soon as possible. So, mimi sitaki kuzungumza mengi sana. Nimeshukuru kwa sababu ya kujitokeza. Nimeshukuru chama cha DNA. Nashukuru kwamba inasimama na rais wetu. Nashukuru kwamba wakati rais pia atakuja, lazima sisi watu wa DNA tutajitokeza. Na inafaa tukuwe na msimamo kamili. Tusiwe 50-50. Tuwe watu wa kusimama na msimamo gani? Msimamo mmoja. Tuwe na msimamo moja. Tuweze kukusanya mama zetu, tukusanye ndugu zetu, tuweze kufanya kazi pamoja. Kazi ya mbunge ni kupeleka hoja zetu kwenye bunge. Kazi yake ni kuzungumza. Wale ambao mnaona kwenye televisheni wakizungumzia hoja zetu. Sio kazi ya kupeana basari. Na sisi hatutafanya kazi kwa sababu ya ukabila. Hiyo mambo ya kutaja eti kabila fulani iwe imefika mwisho Nakuru Town West. Mimi nashukuru kwa sababu tumejitokeza kabila zote. Wale ambao nimekuja nao ni wa kabila zote. In fact hata hakuna kabila yangu. Kwa sababu sisi wote ni moja. Na inafaa tuondoe hiyo chuki ya ukabila. Kwa sababu sisi wote ni kina nani? Sisi ni wa Kenya. DNA. My voice, my power. DNA. My voice, my power. My voice, my power. DNA. Nataka nikisema pia DNA tunasema 2 term kwa president. DNA 2 term for president. Very good. DNA 2 term for president. Very good. Asanteni sana. Majina ni Kennedy Langat. Najua bado tutakutana tena na ninaomba ili tuweze kupatana tena. Isiwe ni mwisho ya sisi kupatana. Ama mnataka iwe mwisho? Isiwe mwisho. Ningependa kwenye mtandao tusaidiane, tupeane support. Ningependa ili tuweze kufanya kazi pamoja. Mkisikia mtu anataja jina Kennedy Langat, mna support, mnasema huyo ni kijana wetu na ni kijana mchapakazi, anaweza akadeliver. Asanteni sana. Asanteni sana na wapenda. Na mpatie Gen Z pura fanye kazi.